Filamu inaanza katika kijiji cha Wakajaye. Mida ya usiku tunamuona jamaa ambaye ni hodari kwa kusimulia hadithi hapo kijijini. Jina lake ni Sami. Kutokana na ujuzi wa kusimulia hadithi, alikuwa akiwasimulia watu hadithi mpaka wanatengeneza picha za matukio vichwani mwao. Asubuhi iliyofuata, kuna familia mbili ambazo hawa upande wa kushoto ni washonaji nguo na hawa upande wa kulia ni wanunuzi, yani wateja. Hivyo wamekuja hapa kuwauzia nguo. Huyu jamaa jina lake ni Lakunle. Lakunle huwa anampenda binti wa hii familia. Wakiwa pale, mama alimuita binti yake, "Tiwa." Lankule alistuka maana huwa anamuogopa Tiwa. Kwa lugha nyepesi, Lankule ni domozege. Tiwa alipofika pale alisalimia, kisha mama alimpa nguo, akamuuliza, "Yuko wapi bose?" Yaani mdogo wake na Tiwa. Tiwa akasema amemwagiza kwao na Lomoke. Mama alianza kugomba maana amekuwa akimkataza Tiwa asimwagize mdogo wake peke yake huko mtaani. Tiwa akamwomba msamaha mama yake akisema hatomwagiza tena. Baada ya pale Tiwa akamsalimia Lakunle. Lankule alimjibu ila kwa aibu sana. Wakiwa njiani, Lankule na mzee wake, mzee anaonekana kuwa na furaha. Mzee akaanza kumsifia Tiwa akisema, "Tiwa ni msichana anayeimba vizuri hapa kijijini na ni mrembo pia." Lankule akamuuliza baba yake, "Baba, kwa nini tunaongelea habari za Tiwa hapa? Unadhani sijui? Unajua nini?" Lankule alimjibu, "Nimeona mlivyokuwa mnaangaliana." Lankule akaanza kumwambia baba yake kuwa aache kumsema. Mzee akasema, "Kama unahitaji samaki, unatakiwa uende mtoni uwafuate samaki," akimaanisha Lankule aende akamtongoze Tiwa. Mwisho mzee akaendelea kumtania kijana wake. Lankule akaondoka pale, mzee akabaki anacheka. Baadaye Lankule akiwa anatengeneza vitambaa, alikuja Sami ambaye ni rafiki yake sana, ni kama ndugu yake. Sami alikuwa akijisifia, anasema kwamba watu wanasema yeye ndio msimuliaji bora wa hadithi pale kijijini na wamemtaka akasimulie kwenye tamasha kubwa hapo kijijini. Sami akaendelea kusema kuwa umaarufu wangu umeanza hata kumzidi umaarufu wa mfalme wetu. Lankule akasema bora uombe hilo lisitokee. Kwa nini sasa? Kwa sababu wafalme watapata wivu wakati raia wao wanapokuwa maarufu zaidi kuliko wao. Basi washikaji wakapiga stori pale, kisha Lankule akamweka Sami chini na kumwambia aende kwa Tiwa na amwambie anampenda. Sami akasema, "Huoni kama Tiwa ni maarufu sana, ataweza kweli kukubali?" Lankule akamsisitiza Sami aende tu akaongee naye. Mwisho Sami akasema, "Nitaenda kuongea naye kwa ajili yako rafiki yangu," na akamshika bega. Upande wa ufalme wa Obawakaji tunamwona mfalme Adejale akiwa na binti yake wakiimba. Kidogo alikuja mke wa mfalme, akamwambia binti yake asiwe anamsumbua baba yake kwani bado anaumwa. Kisha binti akasogea pembeni. Mfalme akamwambia mke wake kuwa binti yake alikuwa msumbua, alikuwa akiimba tu. Mama alikaa pale na kumwambia mfalme amemletea dawa. Kidogo alikuja chifu na kuleta taarifa kwa mfalme. Mke na mtoto wa mfalme wakaondoka, kisha chifu alileta taarifa juu ya mtu wa mazoezi wa mfalme. Mfalme aliuliza kuhusu tamasha, kisha akasema angependa pawepo na mtu wa kusimulia hadithi, na kama atakuwa ni hodari kwa kusimulia basi wampeleke akutane naye. Baada ya pale chifu aliondoka. Baada ya siku kadhaa, hatimaye ni siku ya tamasha. Watu wanafurahi. Wakati huo Lankule alikuwa ndani kwa mbaya anasikia kinachoendelea. Nje dirishani walipita watu wawili. Mmoja akawa anasema anataka kuwahi kusikiliza Tiwa akiimba, maana anataka aje amuoe. Lankule alivyosikia vile alichoka. Upande wa pili Tiwa akaanza kuimba, basi kila mtu akawa anafurahi kusikia wimbo wa Tiwa. Huku kwa Lankule, babake aliingia na kumwambia aende kwenye tamasha. Lankule alikataa akisema kuna vitu anafikiria. Huku kwenye tamasha, baada ya Tiwa kumaliza kuimba, alikuwa na rafiki yake Lomoke. Kidogo alikuja Sami na kumvuta pembeni akamwambia kuna kitu anataka amwambie. Kabla hajasema, watu wakaanza kupiga kelele, "Sami, Sami, Sami." Hivyo Sami akamwambia Tiwa kwamba wakutane kesho mtoni. Kisha Sami akaenda kusimulia hadithi. Baadaye kwa mfalme Adejale, chifu alifika pale na kumpa taarifa kuhusu Sami, akisema anasimulia hadithi vizuri sana. Mfalme akauliza, "Ni bora kuliko Akindoju?" Chifu akasema, "Yaani ni noma sana huyu jamaa." Mfalme akauliza, "Ni nani huyu jamaa? Na baba yake anaitwa nani?" Chifu akasema hajui chochote, ila watu wanasema huyu jamaa ana kipawa kutoka kwa Mungu. Hata machifu wengine wamesema anajua kuliko Akindoju na watu wote waliowahi kupita. Upande wa pili tunamwona Sami akimsubiri Tiwa. Baada ya muda Tiwa alifika pale, kisha Tiwa alimuuliza Sami amwambie alichomuitia. Sami akasema anampenda. Tunakumbuka kwamba Lakunle ndio alimtuma Sami aje kumwambia Tiwa kuwa anampenda, ila Sami ameamua kujisemea mwenyewe. Jamaa anasema kutokana Tiwa anaimba na yeye anasimulia hadithi, wakiwa pamoja itakuwa poa sana, maana Sami atakuwa anasimulia huku Tiwa akiwa anaimba nyimbo na wataweza kuwa maarufu pamoja na tukawa wapenzi. Tiwa akampotezea Sami akimwambia kwamba hiyo ni ndoto tu, labda tuongee wakati mwingine. Tiwa akawa anaondoka. Sami akamwambia ana ujumbe kutoka kwa Lakunle. Tiwa alifurahi akauliza ni ujumbe gani? Sami akasema Lankule anasema alishindwa kuwepo kwenye tamasha kuona ukiwa unatumbuiza. Alisema hivyo tu? Tiwa aliuliza.
Sami akasema ndio. Kisha Sami akaanza kuongea maneno ya kumuhusu Lankuley ambaye mwanamke yoyote akiasikia basi hawezi kuwa kimapenzi na Lankuley. Tiwa alipuuzia na akaondoka pale. Hii hadithi ya jamaa inatupeleka wapi? Hem, tuendelee kuangalia. Baadaye nyumbani kwa Lankuley anakuja Sami. Alipofika akawa anasema kuna shida. Lankuley akamuuliza shida gani? Sami akacheka, kumbe alikuwa anatania. Sami akamwambia Lankuley kuwa anahitaji hadithi nyingine ambayo itakuwa ni ya tofauti. Lankuley akauliza hadithi ya nini tena? Tamasha mbona lishaisha? Kama unataka hadithi za kusimulia watu na za kwenye sherehe, rudia za nyuma. Sami akasema hapana, nataka hadithi kwa sababu ya mfalme. Anataka niende kwake nikamsimulia hadithi. Lankuley akashangaa, akashushia na maji kidogo kisha akampa hongera. Subiri kwanza, ni mimi tu au na nyie pia mmesikia? Kumbe Sami hadithi zote anazosimulia huwa anasimuliwa na Lankuley na wakati huo katoka kumtongoza mwanamke ambaye Lankuley anampenda. Umeona kisanga kinavyoenda kuwa kikubwa? Tuendelee. Sami akamwambia Lankuley kwamba avae kofia yake yenye miujiza kisha aje na hadithi yenye maajabu. Lankuley aliwaza kwa muda kisha akamuuliza Sami kama alifikisha ujumbe wake kwa Tiwa. Sami akasema, usiwaze kuhusu Tiwa. Umenisaidia sana, hivi na mimi nitakusaidia umpate, sawa? Bado nakufanyia kazi jambo lako. Lankuley akaitikia tu sawa. Kisha akamwambia ampe siku 2 ili atengeneze hadithi mpya. Baada ya pale, Lankuley akamkaribisha Sami wale. Sami bila aibu akanawa pale na akaanza kula. Baada ya siku 2, Lankuley alikutana na Sami na akamsimulia hadithi. Wakati anamsimulia, tunamuona Sami pia akimsimulia hadithi ile ile, Obadejale. Tujiulize wote swali, kwa nini Lankuley asimulie yeye hizi hadithi? Mimi nadhani jibu tutalipata baada ya kufika mwisho wa hii filamu. Sami alimsimulia hadithi Obadejale mpaka mwisho. Obadejale aliinuka kitandani na kumpongeza Sami kwa udali wake wa kusimulia na akamwahidi kwamba watafanya mambo mengi sana kuleta faida katika kijiji chao. Siku iliyofuata, Lankuley alienda nyumbani kwao na Timi kupeleka vitambaa. Alipofika, alimkuta Timi yupo na mdogo wake. Lankuley aliogopa kwenda, mwisho ikabidi aende. Alipofika pale, walisalimiana, kisha Timi akamtoa mdogo wake aende ndani. Baada ya pale, Lankuley alimkabidhi Timi vitambaa, akasema baba yake amemwagiza apeleke pale kwao. Timi alivyopokea, kisha Lankuley akawa anajingatangata pale elewi nini cha kuongea. Lankuley alijikaza, akamuuliza Timi kama alipata ujumbe wake kutoka kwa Sami. Timi akasema aliupata. Baada ya pale Lankuley akaaga kuondoka, ila Timi alimzuia akimwambia wabaki wote pale. Lankuley alishukuru kisha akaondoka. Upande wa pili huku kwa mfalme, wamekaa kikao kidogo na Sami. Mfalme akasema, umemteua Sami kuwa bobanii wa jamii ya Wakajaye. Yaani Sami amekuwa chifu ambaye anahusika na hadithi pale kijijini. Sami alishukuru sana, mwisho akampatia cheni ambazo zinamwakilisha yeye kama chifu. Kisha mfalme akasema, ana wageni kutoka nje ya kijiji chao wanakuja wiki 2 zijazo. Hivyo Sami aje wasimulia hadithi. Sami akakubali na akathibitisha hatomwangusha mfalme. Mida ya usiku nyumbani kwao na Sami, mama yake alikuwa na majirani zake. Kidogo Sami aliingia pale na akamweleza mama yake kuwa yeye tayari ni chief pale kijijini. Mama alishangaa, pia majirani walishangaa huku wakinong'ona chini chini. Mama alishukuru sana kwa Mungu kwani maisha yao hayatabaki kama mwanzo. Baada ya pale, mama aliondoka na kijana wake kwenda kumpongeza. Asubuhi Sami na Lankuley walikutana. Hivyo Sami alikuwa akimsifia Lankuley kwani amemfanya mpaka sasa amekuwa chief. Kisha wakawa wanapiga story. Lankuley aliingizia mada za Tiwa. Akamuuliza Sami kama kweli alifikisha ujumbe wake kwa Tiwa, maana juzi alipokutana naye ni kama akapokea ujumbe tofauti. Sami alijibu akisema asijali, maana wanawake muda mwingine hawaeleweki. Lankuley akauliza, una uhakika umefikisha ujumbe sahihi? Sami akasema, nilifikisha ujumbe wako tena vizuri mno. Siwezi kufika kwa Tiwa kisha nikamwambia Lankuley anakupenda. Kuna vimbinu vidogo vidogo mpaka kumfikia Tiwa. Mwisho Sami akamhakikishia Lankuley kuwa kila kitu kipo sawa. Lankuley akamuelewa. Baada ya pale Sami akamwambia Lankuley kwamba anahitaji hadithi nyingine. Oya, Sami sio rafiki kabisa. Na ndio baadhi ya marafiki zetu wapo hivi ndugu zangu. Usikute hata unatizama hii filamu una rafiki yako ambaye ni nyoka, anakusaliti bila wewe kujua. Mida baadaye baba yake na Lankuley anaonekana kuwa na mawazo. Lankuley alifika pale na kumwaga baba yake akisema anaenda kumuona Sami. Mzee akumjibu. Lankuley akamuuliza baba yake kama yuko sawa. Baba akasema hayuko sawa kabisa. Kwa nini? Nini kimetokea? Kwa hiyo wewe ndio unampa Sami hadithi zote anazosimulia. Hivyo wewe ndio umemfanya amekuwa maarufu Kisha tunaonyesha kumbukumbu jinsi mzee alivyogundua. Baada ya pale, Lankuley ilibidi akae chini na kuongea na mzee wake. Siku moja usiku, Lankuley alikutana na Sami. Sami akiwa anafurahia maisha yake ya uchifu, Lankuley akamuuliza kuhusu Tiwa. Maana ni wiki sasa imeisha ila Sami hajaleta majibu yoyote. Sami alimpa jibu fupi akasema, "Hadhani kama ina Tiwa wataweza kuwa pamoja. Hivyo asahau kuhusu Tiwa." Sasa kutokana na hili jibu, Sami tayari kaona kamaliza maisha. Tuendelee kuangalia. Asubuhi iliyofuata, mfalme alikuwa kwenye mazoezi ya kunyoosha miguu. Alikuwa akiongea na huyu chifu kuhusu Gubaniji, yani Sami. Mfalme akawa anasema,
anataka ampe zawadi nyingi sana Sami. Huyu chifu akasema, lakini bado hujamfahamu vizuri huyo jamaa. Mfalme akasema, Gobanii yani Sami anastahili kila kitu hapa kijijini. Huku kwa Lankulele, baba yake anaingia na kumwambia kuwa kuna mgeni wake. Lankulele akasema hataka kuonana na mtu yoyote, tena kama akiwa ni Sami au rafiki zake Sami ndio hataki kabisa. Mzee akasema sio hao, kisha kamuita Tiwa. Lankulele alishtuka. Tiwa aliingia ndani kisha mzee akawaacha. Lankulele hakuweza kabisa kuongea na Tiwa. Muda ukaenda, baadaye mzee alifika pale. Tiwa aliaga anataka kuondoka. Mzee alimzuia akimwambia kwamba abaki maana yanatoka. Kisha baadaye akirudi, Tiwa ndio atoke. Lankulele akasema yeye apeleke tu mzigo, mzee wake abaki apumzike. Sasa hii haraka yake inaonyesha kwamba Lankulele anataka kumkimbia Tiwa. Baada ya pale mzee aliwaacha pale akaondoka. Lankulele alibaki, alishindwa kuongea kabisa. Tiwa akaanza kumuongelesha. Lankulele akasema anataka aondoke enda kamuone Sami maana anamsubiri. Tiwa akasema najua huo ni uongo. Kwani una kitu gani na huyo Sami? Lankulele akamjibu akisema Sami ananisaidia. Sami hajawahi kumsaidia mtu ila anajisaidia yeye mwenyewe. Lankulele alifikiria kwa muda kisha akamuuliza kwani Sami hajawahi kukwambia chochote? Tiwa akasema amewahi kuniambia kitu ila mimi sio wa mambo hayo. Lankulele akamwomba msamaha Timi. Timi akasema kwa nini uniomba msamaha wakati havihusiani na wewe kabisa? Lankulele akasema niliwahi kumwambia Sami aje akwambie kuwa mimi nakupenda na ninakupenda sana. Tiwa jicho lilimtoka na wakati huo Lankulele anaongea hivyo amegeuza uso, anahema tu. Tiwa akamwambia mimi pia huwa nakupenda. Muangalie Lankulele. Kisha Tiwa akamwambia Lankulele kwamba Sami alikuwa anafanya mambo ili mimi na wewe tusiwahi kuwa pamoja. Lankulele akashangaa. Sami. Huku kwa Sami, yeye anaenjoy na wao marafiki zake. Hii inaonyesha kuwa rafiki yako unayemwamini sana pia ana rafiki zake. Wakati wewe unaendelea kumpambania kila analolihitaji, basi matunda yake yeye huwa anakula na marafiki zake anaowaamini pia. Siku zikaenda, huku kwa Lankulele na Tiwa, mapenzi pia yakaendelea kupamba moto. Basi Lankulele akamwomba Tiwa amuimbie. Tiwa akamwimbia. Tiwa anaimba vizuri mno. Mkipata muda mkaangalia hiki kipande. Msipoenjoy, njooni WhatsApp kwenye grupu mniambie. Siku zikaenda, Lankulele akawa anamfundisha kipenzi chake kushona pia. Wakiwa pale, kwa mbali alikuja Sami, akawakuta wakipenzika. Sami aliwaangalia kisha akasema, "Jana nilikualika uje kijiweni, ila ukuja. Kwa nini ukuja?" Lankulele akajibu akisema, "Nilikuwa busy." "Ulikuwa busy sio?" "Ndio, sikashakwambia." Tiwa alijibu. Baada ya pale Sami aliaga na kuondoka. Hebu muangalie kwenye macho yake kama shetani. Sami alipoondoka, Tiwa na Lankulele walibaki wakishona, wakiwa na furaha sana. Baada ya siku kwenda, nyumbani kwao na Tiwa, tunamuona Tiwa akiwa ananyata anataka kutoroka. Mama alimfuma na kumuuliza anaenda wapi. Tiwa alimwambia anaenda kwao na Lomoke. Mama akasema, "Unadhani mimi ni mpumbavu? Unadhani mimi sijui watu wanaongelea kuhusu wewe na Lankulele? Unataka nini? Kuniaibisha sio? Na wanaume wote hao kwenye mji, unachagua mwanaume muoga yule. Kwa nini?" Tiwa alijitetea akisema, "Ni mtu mzuri na mpole." Nyamaza huko. Wewe unajua nini kuhusu upendo? Sikia, kabla hujaniaibisha, nitakuaibisha. Haya, pita ndani huko. Huyu mama alimsema sana binti yake. Upande wa pili huko kwa mfalme alimuita Sami na akamwambia kutokana na hadithi zake zenye miujiza na zimewaletea heshima pale kijijini, basi mfalme akamwambia kwamba achague chochote anachokitaka atampa. Sami akashukuru kisha akasema, "Mfalme, umeshanifanyia mengi sana, ila nina jambo ambalo ningependa unifanyie kwa sasa. Nahitaji mwanamke ambaye nitafurahi naye maisha yangu na utajiri ulionipa." Mfalme akamuuliza, "Unataka mke tu?" Kisha wakaanza kucheka pale. "Unaweza kuwa na wanawake wote ukihitaji," mfalme alisema. Sami akasema, "Mimi nataka mke mmoja tu." Mfalme akacheka kisha akamuuliza, "Unahitaji mwanamke wa aina gani?" Sami akaeleza aina ya mwanamke anayemhitaji. Chifu akauliza, "Vipi kuhusu Tiwa?" Sami akasema, "Ndio, ni mwanamke mzuri." Tena Sami anaongea kwa bashasha kweli. Mfalme akakubali na akawa anamsifia sana Tiwa. Na kutokana na utamaduni, kama mfalme akimchagua mwanamke aolewe na mtu fulani, basi hakuna atakayepinga. Hapa Lankulele imekula kwake. Huku nyumbani kwao Tiwa, mzee kaja na furaha sana. Mama akauliza, "Kuna nini?" Kabla mzee hajajibu, Tiwa alifika pale. Tiwa akauliza, "Kuna nini?" Mzee akasema, "Obadejale anataka wewe uolewe na Sami." Mama alistuka. Baba Tiwa, ni kama sijakuelewa hivi. Rudia tena. Nimesema mfalme Adejale ameniambia kuwa Sami, yani Gobanii, atamuoa binti yetu. Tiwa akawa anashangaa. Mama alifurahi kinoma. Basi wakaanza kucheza pale. Mama akaenda kumkumbatia. Tiwa akaondoka pale, wazao kabaki wanamuita. Mama akawa anasema, "Utaolewa tu na Gobanii."
Tiwa alikuja moja kwa moja hadi kwa Lankunle na kumwambia kilichotokea. Lankunle alipatwa na mshangao, kisha Tiwa akasema hakuna mtu atakaye kuja kututenganisha mimi na wewe. Lankunle akamkumbatia Tiwa asiwe na la kusema. Wakiwa pale, huku nje mama yake na Tiwa alifika pale akauwasha moto. Mzee akawa anamtuliza. Mama akawa anasema, "Mwambie mwanao akae mbali na binti yangu." Lankunle alitoka, Tiwa akafuatia. Mama akawa anatoa maneno ya kuadhiaki, kisha akaondoka pale. Mzee alibaki na kijana wake akamwambia kwamba hayo ni mambo ya kawaida na Tiwa atarudi tu. Upande wa pili kwa Sami, Lankunle alifika pale akauwasha moto. Sami akawa anasema yeye hajamtaka Tiwa, mfalme ndio kamchagulia, hivyo asingeweza kukataa. Sami akakazia akisema, "Afu mimi na Tiwa tunaendana." Oya, Lankunle alimkunja. Baada ya pale Lankunle ilibidi aondoke tu. Siku nyingine huku kwa Tiwa na Lomoke. Tiwa anamwambia Lomoke kuwa yeye hawezi kuolewa na Sami. Wakiwa wanapiga stori pale, wakaja wadada watatu. Hawa ni wadada wanaokuwa na Sami kila wakati. Wakaanza kusema, "Tumesikia unaliona Gobanii. Sikia, Gobanii ni wetu sote." Tiwa akawaangalia kisha akawaambia, "Kama mnamtaka mkamchukue." Kisha wakaondoka pale. Oya, kijiji ukiwa maarufu tu, wanawake wote wako. Siku moja, Lankunle alipanga kukutana na Tiwa. Akiwa hapa, Tiwa alifika, kisha Tiwa akasema wahame kwenye kijiji kile, ikiwezekana wakimbie tu. Lankunle akauliza waende wapi? Tiwa akasema popote tu. Baada ya pale, Lankunle alimwambia Tiwa kwamba kuna kitu anataka amwambie. Tiwa akawa anamsikiliza. Lankunle akasema hadithi zote ambazo Sami huwa anasimulia ni zake. Tiwa akashtuka. "Najua ni kitu kibaya, ila nisikilize." Tiwa akasema hapana, hujafanya makosa, ila nashangaa tu. Tiwa akakaa kisha akamwambia kwamba hii ni habari njema sana. Kivipi ni habari njema? Tiwa akasema waanike ukweli wa Sami kwa mfalme, kisha wamwambie kwamba zile stori zote ni za Lankunle. Lankunle akasema kwamba vipi kama mfalme akiomba uthibitisho? Utamsimulia hadithi? Tiwa alisema. Lankunle akasema yeye hawezi kabisa kukaa mbele ya macho ya watu wengine isipokuwa Tiwa, baba yake na Sami. Tiwa alimbembeleza sana Lankunle, akamwambia kuwa hiyo ndio njia pekee ambayo haitawafanya wao watengane, watakuwa pamoja siku zote. Upande wa pili nyumbani kwa kina Tiwa, mzee anajiandaa ende mawindoni. Sami alifika pale, basi wakaanza kumfurahia sana. Kisha Sami akatoa pesa akawakabidhi. Basi wazee walifurahi sana, wakiona huyu si ndio mwanaume sasa. Baada ya pale Sami aliondoka. Siku zikaenda, huku kwa Lankunle na Tiwa wanafanya mazoezi ya kusimulia. Sasa hapa maswali yanaweza kuwa mengi. Iko hivi, Lankunle ni mzuri sana kwenye utungaji wa hadithi, ila hawezi kusimulia mbele za watu ambao hajawazoea. Ila Sami yeye ni mwongeaji sana na ni mjanja, hivyo ana uwezo mzuri wa kusimulia. Upande wa pili kwa Obadejali, yani mfalme, wakiwa na kikao kidogo na machifu, walimuita Sami na kumkumbusha juu ya wageni watakao kuja baada ya siku kadhaa. Si tunakumbuka Sami aliambiwa na mfalme kwamba baada ya wiki 2 kuna wageni watakuja aje asimulie story Ndio. Basi ndio wageni wapo karibuni kuja. Baada ya Sami kutoka kwa mfalme, alikuja moja kwa moja hadi kwa Lankunle. Alipofika pale, akaanza kujipendekeza kwa kumpa Lankunle zawadi na pesa. Lankunle alipokea, akatizama kisha akamrudishia. Lengo kubwa lilomleta Sami hapa ni apewe hadithi nyingine. Hivyo akawa anamuomba msaada Lankunle. Safari hii Lankunle alimkatalia. Basi Sami akaanza kumtupia maneno sana. Lankunle akamwambia kwamba wewe toka tu kwangu. Sami akaanza kusema kwamba wewe una chochote cha kunitishia? Lankunle akamwambia tu wewe ondoka nyumbani kwetu. Akawa ana biashara naye nyingine tena. Ujanja wote kwisha. Maisha yalienda, Tiwa na Lankunle nao mapenzi yakawa moto. Na kila siku Lankunle alikuwa anafanya mazoezi ya kusimulia hadithi. Baada ya pale, Tiwa alimwambia Lankunle kuwa yupo tayari kwa ajili ya kumsimulia mfalme. Yaani tayari ameweza kufanya masimulizi. Lankunle alimshukuru Tiwa kwa kuwa naye wakati wote huo kisha akambusu. Upande wa pili, kwa Sami na mashosti zake, Sami kawaomba washikaji zake wamsimulia hadithi. Huu mwamba akawa anasimulia hadithi ya sungura na panya. Yaani Sami sasa hivi kawa mtu wa mawazo, haeleweki. Aliyemweka mjini tayari hayupo naye. Ndani ya pakaliki, Sami ilibidi aende kwa mganga. Majibu aliyopewa yalimvunja moyo. Mganga alimwambia kwamba amebeba kitu kisichokuwa chake. Yaani akimaanisha kwamba umaarufu alionao ulikuwa sio wa kwake. Sami alichoka. Siku zikaenda, hatimaye siku ya tukio ilifika. Watu wakawa wanacheza ngoma wakifurahi. Mwisho mfalme alisimama na watu walitoa heshima zao. Baada ya hapo mfalme akatoa maneno yake kidogo, na kutokana na maelezo yake inasemekana kuwa usimuliaji wa hadithi katika kijiji chao ni urithi kutoka kwa wafalme waliopita. Baada ya pale mfalme alimkaribisha Bobanii atoe hadithi kwa ajili ya wageni na watu walioko pale. Cha kushangaza, mpaka sasa Sami alikuwa hajafika pale. Upande wa pili tunamuona Sami aliingia ndani kwake, akafunga nguo zake kisha akatoka kuondoka. Huko kwenye sherehe, mfalme akawa anamuulizia Sami. Chifu akawa anasema hawajui alipo. Wakati tunamwona baba yake Lankunle na Tiwa wakimwambia Lankunle aende asimulie yeye hadithi.
Huko mfalme aliona hii ni aibu, hivyo akamwagiza mlinzi aende akamkamate Sami. Kwa Lankule, Tiwa anamwambia Lankule aende pale mbele akamwambia mfalme kila kitu, yani akamwambia ukweli. Lankule kwa uoga sana alisogea mbele, kisha akatoa salamu kwa mfalme. Lankule aliongea kila kitu, watu wakabaki wanashangaa. Mwisho mfalme akamwambia, kama kile ulichosema ni kweli, kwa nini ukuwahi kujitokeza kusimulia hadithi? Lankule akasema yeye ana aibu sana, hivyo asingeweza kusimulia mbele za watu, ila akasema kutokana na msaada wa baba yake na Tiwa anaweza kusimulia bila aibu. Baada ya pale mfalme alimruhusu Lankule asimulie hadithi. Lankule alipita mbele na kuanza kusimulia hadithi. Kwa bahati mbaya sana hawakutokea kipande cha hadithi aliyosimulia Lankule. Nitaka niwasimulie hapa. Upande wa pili tunamwona Sami akikimbia kijiji, yani anaama. Mwamba aibu zote zake. Kwa mfalme, Lankule kamaliza kusimulia na watu walipenda sana hadithi yake. Mfalme akatoa sifa pale. Kidogo Sami aliletwa. Watu mfalme alisimama na akatoa adhabu kwa Sami mbele za watu, kisha akamtoa Sami eneo lile. Siku zikaenda, mama yake na Tiwa alimuomba msamaha Lankule. Mzee naye alipofika pale akawa anasema anajivunia sana Lankule, hivyo akamkabidhi binti yake. Lankule alishukuru sana. Mama naye akawa anasema mimi pia nawapa baraka zote, kisha akamwagiza bosi aite pamoja kwa ajili ya Lankule na Tiwa. Filamu haijaisha, usiondoke. Mwisho hii filamu nitatoa tangazo la kitu special kwa ajili yenu wote. Aya, tuendelee. Miezi 3 baadaye tunamuona Sami kachakaa. Sasa sijui ametoroka jela, yupo mazingira haya na hasira sana. Upande wa pili kuna wale marafiki zake na Sami wamekuja kukutana naye mistuni. Sami alifika pale kisha wakaongea. Inaonekana washikaji wana mipango potofu sana. Baada ya kuongea waliondoka. Mida ya usiku, Lankule akiwa na mke wake Tiwa, basi wanaimba, wanafuraha sana. Kidogo alikuja Sami na rafiki zake, wakawakaba pale. Sami alikuwa ameshika kisu anataka amchome Tiwa. Lankule akawa anamwambia aache, hii haihusiani kabisa na Tiwa, ni wao wawili tu. Hapana, hii ni kwa sisi wote watatu, mimi, Tiwa na wewe. Basi mabishano yakawa mengi pale. Lankule akawa anamwambia Sami kwamba aweke kisu chini. Sami akawa hataki. Marafiki zake Sami pia wakawa anamwambia aweke kisu chini. Mshikaji akawa hataki. Marafiki zake hao wakajichenga wakisema kwamba wao hawamo. Umeona? Mwisho Sami alimsukuma Timi, kisha wakabaki wao wawili. Sasa Lankule akaangalia pembeni akamwona Timi kalala chini, yupo kimya, damu nyingi zinamtoka kwenye kichwa. Akasogea pale chini na kumwangalia Tiwa. Sami alipoona vile akakimbia. Basi Lankule akawa anamwamsha Tiwa, ila Tiwa yupo kimya. Hii inaonyesha kwamba Tiwa amefariki. Lankule alilia sana. Ni kumbukumbu tu zimebaki. Hii movie inatuacha na majonzi mazito na makubwa mno. Si wangetuonyesha hata amempeleka hospitali, basi hata mapigo ya moyo yanadunda Hii filamu inaishia hapa. Hatujui kama wataleta part 2 au la. Kama umefika hadi mwisho wa hii filamu, basi nikupe hongera, maana naenda kukupa habari mpya kwa wale wapenzi wa filamu recap. Tumefungua chaneli mpya ya recap za kizungu. Hivyo kwa wewe mpenzi wa filamu za Marekani, Korea, India na sehemu zingine nyingi, hii chaneli ni sehemu nzuri ya kufikia, kwani mimi mwenyewe ndio nitakuwa naelezea stories za hizo filamu. Hivyo taratibu, wakati filamu inaisha, twende tukasubscribe, tulike na tucomment kwenye ile chaneli nyingine. Filamu Africa Recap tunawatakia siku njema, na msisahau kusubscribe na kuniambia kwenye comment ni kitu gani haswa mmekipenda kwenye hii filamu. Tunawapenda sana. Chao.